Ndugu mtazamaji wa vipindi vyetu vya afya ya mwanamke ni mtaji, nikukaribishe tena kwenye mwendelezo wa vipindi vyetu vinavyohusu afya kwa ujumla kwa upande wa akina mama pamoja na watu wengine. Leo tutakuwa na kipindi kinachosema fahamu tatizo la mayai ya mwanamke kukauka kabla ya muda wake, premature ovarian failure. Unapoangalia kwenye hizi picha mbili, utaona upande wangu wa kulia kule kuna picha ya ovary. Ovary ni kiungo ambacho hutoa mayai kwa ajili ya kusaidia kiumbe hai kwa maana ya binadamu kutungwa. Na kiungo hiki cha ovary huwa kina mayai ambayo huwa yanatoka kwa kila mwezi kwa mwanamke anapokuwa amebarehe. Lakini kuna wakati mayai haya huwa yanaisha. Na ni wakati gani ambapo mayai huwa yanaisha? Katika hali ya kawaida mwanamke anapofikia katika umri tunaoita menopause, umri wa kukoma kwa hedhi, mara nyingi mayai haya uzalishaji wake huwa unapungua. Na huu ni umri wa miaka mingapi sasa? Kwa kawaida umri wa mwanamke wa kukoma kwenye hedhi yake ni kuanzia miaka 45 mpaka miaka 55, na asilimia kubwa ya wanawake wanafikia umri huu wakiwa na miaka 51. Lakini sasa leo hebu tupate nafasi ya kuangalia hii changamoto ya premature ovarian failure au premature ovarian insufficient. Katika hali ya kawaida mwanamke anaweza akaishiwa mayai kabla ya muda wake. Sasa tunaposema premature ovarian failure tunamaanisha nini? Tunamaanisha kwamba ni kile kitendo au ni ile hali ya kiungo cha ovary ya mwanamke kuacha kufanya kazi yake kabla ya miaka 40. Kwa hiyo unapokuwa ni mwanamke unafikia miaka 40 au chini ya miaka 40 mayai yakaisha, basi wewe tambua kwamba mayai yako yameisha kabla ya wakati. Tatizo hili ni kubwa kwa namna gani? Katika hali ya kawaida 1 mpaka 4 ya wanawake hukumbwa na changamoto hii. Na mwanamke anapokumbwa na changamoto hii, maana yake ni kwamba huyu mwanamke hatakuwa na uwezo wa kubeba ujauzito kwa sababu mayai yake yanakuwa yamekwisha. Sasa katika mwendelezo wa kuendelea kuangalia ukubwa wa tatizo hili, kwa kila tafiti zinaonyesha kwamba kwa kila wanawake 1000 wenye umri wa miaka 30, basi kutakuwa na mwanamke mmoja anayepata changamoto hii ya kuishiwa mayai kabla ya muda wake. Lakini kwa kila wanawake 250 wenye miaka 35, kutakuwa na mwanamke mmoja ambaye atakuwa ameishiwa mayai. Lakini pia kwa kila wanawake 100 wenye miaka 40, lazima kutakuwepo na mwanamke mmoja ambaye ana changamoto ya kuishiwa mayai kabla ya muda wake. Kwa hiyo unaweza ukaona umri wa mwanamke unavyozidi kwenda juu, maana yake ni kwamba hata hili tatizo la kuishiwa kwa mayai pia linakuwa linaongezeka. Katika hali ya kawaida ni kwa namna gani sasa tunaweza tukagundua kwamba huyu mwanamke ameishiwa mayai? Kwanza kabisa, mwanamke ambaye mayai yake yameisha kabla ya miaka 40 atakuja ana changamoto ya kutoona siku zake za hedhi kuanzia miezi 3 mpaka miezi 4. Kwa hiyo mwanamke anapokuja kwangu mimi daktari
akaniambia sijaona siku zangu kwa miezi 3 au 4 sasa. Cha kwanza nitapima mimba. Kama mimba haipo, maana yake nitatakiwa kufikiria pengine mayai yatakuwa yameisha. Lakini pia tunapokwenda kwenye vipimo sasa vya maabara, tutakwenda kupima homoni moja inaitwa follicle stimulating hormone. Na hii homoni tunapoipima ikawa zaidi ya 25, maana yake ni kwamba inaonyesha kabisa kwamba akiba ya mayai kwenye ovari yako itakuwa imeisha. Lakini pia tukiendelea hapo hapo kwenye issue ya maabara, ikitokea tukapima homoni inayoitwa estrogen baada ya wiki 4 au mwezi mmoja tokea tulipomuona kwa mara ya kwanza, tutakuta kuna upungufu wa hiyo homoni inayoitwa estrogen. Kumbuka kwamba homoni ya estrogen huwa inatolewa na mayai yanayokuwa. Kwa hiyo mayai yanapokuwa hayapo, kwa hiyo mwanamke huyu atakuwa na upungufu wa homoni hiyo ya estrogen. Lakini pia tukifanya kipimo cha ultrasound kinachoitwa transvaginal ultrasound, kwenye picha hii ya upande wangu wa kushoto unaweza ukaona hii ni picha ya ovary ya transvaginal, na unaweza ukahesabu mayai haya meusi unayoona ni mayai kwa alama hizi. Kwa hiyo kuna wakati unapokutana na mwanamke ambaye mayai yake yameisha kabla ya wakati, ukipima hii transvaginal ultrasound hutayaona haya mayai kama ambavyo unayaona hapo kwenye picha. Sasa kuna dalili zipi zingine ambazo sasa mwanamke ataweza kuhisi kwamba mimi basi mayai yameisha? Kwanza kabisa, mara nyingi siku zao za hedhi huwa zinayumba. Maana yake ni nini? Maana yake hakuna usawia wa hedhi kuanzia mwezi mmoja kwenda mwingine na mwingine, kwa sababu tumeona kwamba mwanamke anapoishiwa na mayai anaweza akakaa kuanzia miezi 3 au 4 pasipo kuona siku zake. Lakini pia ukiachana na hilo, wengi watakuja kwetu madaktari wana issue za infertility, kwa maana ya ugumba. Anatafuta mtoto kwa miaka 3, kwa miaka 4, lakini mtoto hapatikani. Kumbe ukija kupima unakuta kwamba reserve au akiba ya mayai kwa mwanamke huyu itakuwa imepungua. Dalili zingine ni kama zile ambazo mama aliyefikia kukoma hedhi huwa anazipata. Kwa mfano, mara nyingi huwa wanahisi kama moto unawaka kwenye miguu au sehemu za mwili wa mwanamke, inaitwa hot flashes. Lakini pia mwanamke huyu kwenye sehemu zake za uke mara nyingi huwa panakuwa na ukavu, panakuwa dry. Panakuwa dry kwa sababu gani? Tulikubaliana kwamba homoni ya estrogen inayotolewa na mayai yanayokuwa ndiyo huwa inasaidia kutengeneza ute kwa mwanamke, na hivyo kufanya sehemu za uke wa mwanamke ziwe ni sehemu ambazo sio kavu. Kwa hiyo tunapoona dalili hiyo, moja kwa moja tunaweza tukahisi kwamba wewe uzalishaji wa homoni hiyo iko chini na inawezekana ukawa na changamoto hii. Lakini pia una shida ya kukosa usingizi. Mwanamke ambaye ameishiwa na mayai mara nyingi huwa wanakuwa na upungufu wa hii homoni ya estrogen, ambayo pia inachangia kwa kiwango kikubwa hata katika swala zima la usingizi. Kwa hiyo atakuwa anakosa usingizi. Wakati mwingine hata nywele huwa zinaanza kuisha kwa baadhi ya wanawake, na wakati mwingine mwili kuchoka. Lakini pia anaweza akakutwa na changamoto ya goita. Goita ni ugonjwa ambao kuna tezi hapa kwenye shingo huwa inavimba, na inapovimba ndo inaitwa goita. Kwa hiyo hizo ni baadhi ya dalili zinazoweza kufanya mwanamke tukahisi kwamba ana upungufu wa mayai na kwamba mayai yake inawezekana yakawa yameisha. Sasa hebu tuangalie sababu ambazo zinasababisha mwanamke aishiwe na mayai. Kwanza ni sababu za mazingira, lakini pia kuna sababu zinazoitwa autoimmune. Kuna baadhi ya magonjwa ambayo huwa yanageuka kinga za mwili za mwanamke. Kwa hiyo zile kinga zinaenda zinashambulia zile seli zinazopatikana kwenye ovary ambazo kazi yake ni kutoa yale mayai. Kwa hiyo unakuta kwamba mayai yanaisha kabla ya muda. Shida nyingine inatokea kwa wale ambao wanahudhuria matibabu ya mionzi au matibabu ya saratani. Matibabu ya saratani, hizo dawa kwa kawaida huwa zinakuwa na madhara
kwenye upande wa mayai. Kwa hiyo mwanamke pia aliyepata matibabu ya namna hii inawezekana akapata changamoto hii. Kingine ni swala zima la umri. Umri unavyozidi kwenda wa mwanamke kuanzia miaka 35 na kuendelea, ubora na wingi wa mayai huwa unaisha katika hali ya kawaida. Sasa inapotokea hali hii inapelekea mwanamke sasa kupata hiyo changamoto ya kuishiwa na mayai. Hebu tuangalie baadhi ya sababu hapa. Kwa mfano, picha yangu hii unayoiona mkono wa kushoto, huyu ni mwanamke ambaye amevimba upande wa kulia wa shavu. Inaitwa mumps virus. Mumps virus ni kirusi ambaye huwa anasababisha kuvimba kwenye upande wa taya, lakini kwa upande wa wanaume pia inaweza ikasababisha korodani pia ikavimba. Kwa hiyo ukipata changamoto hii, kuna uwezekano mkubwa kabisa kwenye uzalishaji kwenye kiwanda chako cha mayai kinachoitwa ovary kikaathirika pia. Sababu nyingine ni maambukizi ya kirusi anayoitwa cytomegalovirus. Huyu naye ni kirusi ambaye ukimpata maambukizi yake inawezekana kabisa ukapelekea kuishiwa na mayai kabla ya muda wako. Hapa chini unapoangalia ni mgonjwa ambaye ana changamoto inayoitwa Hashimoto disease. Hashimoto disease unakuta kwamba kunakuwa na uzalishaji mkubwa kwenye tezi linaloitwa thyroid gland linalopatikana hapa shingoni. Kwa hiyo kunapokuwa na uzalishaji mkubwa wa hizo homoni, zinapelekea kabisa mwanamke anaonekana kwenye hali hii, macho yake yatakuwa yanatoka kama unavyoona hapa, lakini pia mwanamke huyu anaweza akapata changamoto ya pressure kupanda, na wakati mwingine anaweza akawa anahisi mwili unakuwa wa moto kuliko hali yake ya kawaida. Kwa hiyo hizi zote zinaweza zikapelekea ovary ikashindwa kuzalisha mayai. Lakini pia kuna changamoto nyingine inaitwa Turner's syndrome. Hii ni changamoto ambayo mtoto anarithi, anadhaliwa kwa kurithi kutoka kwa mama yake, na mara nyingi wanawake wa namna hii huwa wanakuwa ni wafupi na shingo zao huwa zinakuwa ni nene, na wakati mwingine unaweza usitofautishe shingo na kifua kinapoishia. Lakini pia wanawake wenye shida hii huwa wanachelewa sana kubarehe, na wakati mwingine hata kuona siku zao inaweza ikamchukua muda mrefu. Hizi ni baadhi ya picha ambazo zinaonyesha sababu zinazoweza kufanya mwanamke akapata changamoto ya premature ovarian failure. Kama nilivyosema, sababu za kimazingira, unaweza ukaona upungufu wa vitamini D, maambukizi ya virusi, lakini pia uchafuzi wa hali ya hewa kwa maana ya hewa tunayotumia kupumua. Ukija kwa upande wa genetics, changamoto za kurithi, utakuta kwamba kuna baadhi wanaorisi kutoka kwa wazazi wao. Kwa hiyo unakuta mama alipata shida hii, kwa hiyo kuna uwezekano na mtoto naye akajikuta amepata changamoto hiyo. Sababu nyingine ni mfumo wa maisha tunayoishi, kwa mfano uvutaji wa sigara, matumizi ya kahawa, stress, kitambi, matumizi ya vyakula pasipo kufuata taratibu za afya, na matumizi ya pombe. Changamoto hizi zote zinaweza zikapelekea ovary vikaathirika na kushindwa kutoa mayai kabla ya ule muda wa kukoma hedhi kufika. Picha ya kushoto pale unaweza ukaona huyo ni mtaalamu anayefanya kazi kwenye kiwanda cha kemikali. Kwa hiyo kama mwanamke wewe unafanya kwenye kiwanda cha kemikali kali, kuna uwezekano kabisa usipochukua tahadhari ukapata changamoto hizo. Kwa hiyo hizo ndizo baadhi ya sababu zinazoweza kupelekea wewe ukaishiwa mayai kabla ya muda wako. Na sasa jambo la msingi hapa la kujiuliza ni kwamba, je, ukipata hii changamoto inatibika? Katika hali ya kawaida, kiungo cha ovary kinapokuwa kimeishiwa mayai, sisi wataalamu huwa hatuna namna ya kuyarudisha yale mayai ili iwe kama mwanzo. Na mara nyingi inapokuwa umekuja tukakupima tukagundua una hali hiyo, mara nyingi huwa tunakukanseli. Sasa tunakushauri kwamba basi wewe itakuwa umefikia kipindi cha menopause au kukoma kwa hedhi kabla ya muda wako. Wenzetu wanasayansi wameenda mbali zaidi, wanaweza kukupandikizia
seli ambazo zinaweza zikafanya mayai yakarudi. Lakini pia mwanamke huyu tunatakiwa tumkanseli kisaikolojia, kwa sababu atakwenda sasa kufahamu kwamba yeye hatakuwa na uwezo tena wa kubeba ujauzito. Na wakati mwingine anapokuwa na dalili zile nilizozitaja za kukoma kwa hedhi, kuna wakati tutahitaji kuwapa homoni za kutengenezwa kwa maana ya kujaribu kurudisha hali yao ya kawaida, ili kuwapunguzia dalili zilizokuwa zinatokana na upungufu wa mayai kabla ya muda wako. Baada ya kusikia hayo, nipende tu kukusisitiza, endelea kutufuatilia katika vipindi vyetu. Utafurahia mambo mengi zaidi, na utajua wakati mwingine umetumia dawa kwa muda mrefu sana, kumbe mayai yalishaisha na wataalamu hawakuweza kugundua hilo mapema na kukwambia ukweli, na ukaacha kupoteza pesa zako kwa sababu hujajua shida ni nini. Asanteni kwa kunisikiliza na karibuni kwa kipindi kingine.